sijui Meru ule sina, lakini mwingine alipeleka fimbo. Nikamwambia fimbo itakuchapa. Achana na mambo ya fimbo. Niko mimi. Baada yake aitwa na ndugu zake kwamba unampenda, anasema mtanda Samuel. Ambaye ndio mimi. Bwana Yesu asifiwe sana. Kitendo hiki cha kuniheshimisha ndio maana nampenda mpaka leo. Na sasa kama angenikataa kwa mfano, angekutana na mambo mazito. Kwa sababu leo amepata mwanaume ni askofu. Kupata askofu sio kazi ndogo. Bwana Yesu asifiwe sana. Na kuhakikishia ni wewe peke yako. Sikuwa asubuhi. Ndio peke yake. Kwa hiyo wakiwa kule ndani anajua ni peke yake. Kisafiri huko na hivi namsindikiza, ameshamkatia tiketi kwenye basi ya Mungu. Nimeamua kuachana na hivi. Amen. Wakisema vipi, mwambie asante sana, asanteni sana. Nashukuru. Mke wangu aliwahi kufuatwa na mtu pale benki. Kwa sababu yeye alikuwa anafanya biashara na kuchukua biashara kule sokoni, ananyang'anyana shughuli kule, anakuja na mzigo. Sasa yule bwana mke wake yeye amekaa tu nyumbani kuwa golikipa. Sasa mimi wa kwangu anachachanika. Akamkuta mjini kule na mizigo, akasema wewe umeolewa? Akasema si uachane na huyu. Yaani wewe nikiwa na wewe na mimi mfanya biashara na wewe, wewe mume wako. Akasema mume wangu ni mchungaji. Achana naye huyo. Akamwambia basi twende ukaongee naye. Kama atakubali. Akaja akaniambia kama umemjibu vipi? Ungemleta. Kuna mwingine ambaye aliwahi kumchumbia, yuko huko, yeye ni mwalimu huko kijijini.